katika muda huu. Karibuni tena kwenye session zetu za kuona namna gani tunaweza tukatumia mfumo mpya wa IDRAS, na leo naenda kuwaonyesha ni namna gani tunaweza tukafanya filing ya statement of estimate provisional ambayo maarufu inasema return ya makadirio. So let's get together kuona ni namna gani unaweza kuwasilisha return hiyo. So kisha login kwenye mfumo wako kama ambavyo tunaona umeshaingia na umesha login. Hakikisha umechagua session sahihi ambayo unaitaka, kama ni declarant, kama ni sole proprietor. Hakikisha unachagua the correct section ili mradi uweze kufanya vitu kwa usahihi kabisa bila kukosea. Sije makadirio ya binafsi ukapeleka kwenye taasisi, au makadirio ya taasisi ukajifanyia binafsi au kumfanyia mtu binafsi. So kisha hakikisha umeshachagua session sahihi, utaenda kwenye return filing and assessment. Then ukisha kwenda kwenye return filing and assessment, utakuja kwenye menu yako hapa kushoto chini, then uta click and file the return. Then kama zipo nyingi unaweza ukaenda ukachagua specific kabisa, lakini huyu yuko liable kwenye return ya personal income pekee, lakini zinaweza zikawa SDL, PE na nyingine, au kama hujawahi kufile za muda mrefu, zote zitatokea. Then uta search au utachagua exact na mwaka unaotaka, then uta search, return yako itatokea. Then kisha tokea, ili uweze kufile utai-click. Ukisha click hizi menu chini hapa zitafunguka ya ku-apply due date extension na ku-file return. So we are going to file return. So yeah, this is how it looks. Kisha funguka, ina session 3. Session ya kwanza ni ya general information. So utahakikisha general information zako, then utaenda for part 2 ambayo yenyewe sasa ni fill out the return details. Automatically entity type itajiselect kama ni mainland au Zanzibar, kwa sababu ya ile tax type yako, tani registration yako ya TIN ulivyoifanya mwanzoni kabisa. So hapo cha msingi kabisa na cha sekondari ni kujaza zile source of income ambazo unazitumia. So kwenye employment income, kama una employment income utajaza, kama ni business income utajaza, kama ni investment income utajaza. So let's go for the business income. So utajaza, fill out amount ambayo tunasema unategemea kuuza au kupata for the current year. So utaandika amount, kwa mfano mimi hapa nitaandika, let's say let me try to 5. Okay, ukiklik kwenye mfumo mpya, kwenye mfumo wa zamani ulikuwa mpaka uende mwisho ndio utaona ile tax liability unayotakiwa kulipa. Kwenye huu mfumo wa sasa, ukishaingiza amount hapa, zile source of income zako, zile business income zako, investment income au employment income, zile ambazo unazitegemea kuzipata for the year, ukishaziingiza hapa chini wameongeza baya estimate tax liability, kwa sababu hii ni individual yenyewe, ni unaona hapo tax rate yake ni 8% of the amount exceed 3 million. Hiyo ni for the individual taxpayer, lakini tunajua for the company ni 30%. So hapa just want to pay 1.5, nataka kulipa 1.5 for the whole year. So let's try 11 kind of 8, and let's see tax liability itakuwa ngapi. Okay, so
tax liability imefika 1.4 and I want to pay 1.5, so let's add up milioni 11,08,50,500. Okay, let's put 3. So yeah, imekuja 1.5. So this is the amount of tax ambayo mimi nataka nilipe kama kodi ya makadirio. So 1.5. Then kama kuna zile final withholding payment utajaza hapo, kama repatriated income of domestic permanent establishment utajaza, and kama kuna any deduction kama tunasema withholding, ambazo sasa hivi kwenye mfumo hizi zitakuwa zinakuja automatic. Umeona hapa zimewekewa kiza cheusi. Kama utakuwa una final withholding au non final withholding, zenyewe zitajileta hapo automatic na kupunguza makadirio yako. So then we are fine, we are good. Then we are go to calculate. Then ukishaenda kwenye calculate itakuonyesha pale business income yako amount umeweka hiyo, and tax due itakuwa ni 1.5. Then you can choose save temporary au submit. So I choose to submit. So uta confirm, and your return has been successful submitted to TRA. So we are done with kodi ya makadirio. So this is how it done. Na kukumbusha msisahau kusubscribe kwenye channel yangu kwa kuweza kusupport na kuweza kupandisha a lot of tactics za kwenye mifumo ya IDRIS. So you can go to file the return and you can see your return is there. You can view assessment. So yeah, that's it. We good.